Sasa story inaanza katikati ya supermarket fulani hivi ambapo ex boyfriend wa Sara alikuwa akimsumbua, hali iliyopelekea Kahawa kuchafua kiatu chake cha gharama kinoma. Mara ghafla kinatokea kitu ambacho hakuna anategemea. Kijana mwenye hali duni kabisa ya maisha anakifuta kiatu cha Sara kwa shati lake jeupe. Kuona hivyo, ex boyfriend wake anakasirika na kuondoka. Basi Sara anamwomba kijana yule atoke kwa ajili ya chakula cha mchana, lakini mwamba anatazama mikoba iliyopo supermarket. Sara anagundua kile ambacho anakiwaza mshikaji, hivyo anatoa kadi yake kwa ajili ya kulipia kila kitu anachokitaka. Na baada ya siku chache tu tunamwona Sara amefika nyumbani kwa kijana yule akitaka kuweza kuolewa naye. Sasa huyu binti alitakiwa kuwa mmiliki wa kampuni kubwa sana, lakini baada ya wazazi wake kutalikiana, kaka yake Okambo anakuwa ni kikwazo kikubwa sana kwake. Sasa Sara anaanza kumchunguza ili aweze kupata udhaifu wake, lakini katikati ya kumchunguza, ghafla anakutana na kijana yule yule akiwa anafua nguo. Sasa mwamba anamwomba aweze kumsaidia, lakini binti anakataa. Mwamba kazungumza neno lilomfanya binti ashindwe kukataa. Wakiwa wanaendelea na hii kazi, wanajikuta katika ukaribu uliopita kiasi. Ndipo hapo sasa tunaligundua jina la mshikaji, anaitwa Yunhao. Kwa hiyo mpaka hapa sasa binti ameshindwa kabisa kumfuatilia kaka yake. Siku moja Sara anaingia mpaka mgawani. Hapa anakuta mabinti wote wanamtazama mshikaji mmoja tu. Sasa kumbe alikuwa ni Yunhao, alikuwa akifanya kazi hapa. Binti akaamua kumpotezea tu, lakini mwamba alipompatia punguzo na kopa iliyochorwa katika kikombe cha kahawa, binti akajikuta anatabasamu tu. Na baada ya hapo, kila mahali anapokwenda Sara lazima amkute mshikaji, na hapa ilikuwa ni supermarket. Mwamba akampatia binti uo jekundu. Sara akashindwa kuelewa, akahisi pengine itakuwa ni namna ya watu wanavyochanganyikiwa kwa sasa. Siku moja akiwa anafanya kazi ofisini kwake, ghafla anasikia kelele. Alikuwa ni mtu wa delivery ambaye alikuwa akigombana sana na sekretari wake. Binti akakasirika kidogo. Mwamba akasema hawezi kufikisha mzigo bila kuona ID yake, yaani kitambulisho cha Sara. Basi bila shaka kabisa binti akaweka kitambulisho chake mezani. Sekunde inayofuata anagundua kwamba kijana yule alikuwa ni Yunhao. Hapo sasa binti akafikiri kwamba huyu mshikaji anamtaka, hivyo anamfuatilia sana, kitu ambacho hakikuwa cha kweli, kwani mshikaji ndoto zake alitaka kuwa padri, na ili kufikia ndoto zake ilimbidi kufanya kazi mbalimbali. Hata hivyo, stori ya Yunhao pamoja na Sara haikuishia hapo, bado ilikuwa inazidi kuendelea. Sasa mambo yanakuwa hivi, siku inayofuata Sara anatakiwa kuwa katika kikao kikubwa sana na wanahisa wa kampuni. Kama unavyojua, yeye kwa sasa si mmiliki wa kampuni, hivyo anaonekana mtu wa kawaida sana. Hata juhudi zake zinapuuziwa na kuonekana mjinga tu, hivyo wakati wote hawa wazee wanabaki kumtania tu. Baada ya Sara kusikia utani wao, anajikuta akijisikia kutukanwa sana, akiwa na hasira sana. Kwenye gari lake anajikuta akilia, na hapa binti alikuwa kaosh, lakini ghafla anatokea Yunhao. Mwamba anamwambia atarusha gari lake, lakini atakiwa kumpatia kikombe cha kahawa. Sasa baada ya kufika mgawani, binti anaonekana kuwa na huzuni kinoma. Mwamba anamuuliza shida ni nini, lakini binti anageuza swali akimuuliza ni kwa nini anamfuatafuata kila mahali, maana kila anapokwenda anamkuta Mwamba akifanya kazi hapo. Ukweli ni kwamba zilikuwa ni juhudi zake tu kuweza kutimiza malengo yake, kwani hata nyumbani kwao mama yake hakutaka kabisa kumsapoti, hakutaka kumsomesha aweze kuwa padri. Hivyo mshikaji aliamua kuondoka nyumbani aweze kwenda kufanya kazi kwa bidii apate pesa ya kuweza kumsomesha. Sasa ukiacha kwamba Sara ni bilionea mkubwa, amekuwa ni mtu asijijali hata kidogo, kwani nyumbani kwake kumekuwa kuchafu sana, nguo zimetapakaa kila mahali. Binti anaamua kutafuta mfanyakazi wa kusafisha siku ya leo, na kama kawaida wenzetu wanatumia makampuni. Kwa bahati mbaya sana, anayekuja alikuwa ni Yunhao. Anafika katika nyumba ya huyu bidada, anapozama ndani anakuta nyumba ni chafu kinoma na nguo zimetapakaa kila mahali, bila kujua kwamba ni nyumba ya Sara. Ndipo hapo sasa Mwamba akagundua ni kwa nini mteja alihitaji mtu mwenye nguvu zaidi. Basi Mwamba akafanya kazi yake kwa weledi mkubwa sana. Sasa baada ya kufanya kila kitu kikakaa sawa, anagundua kwamba taa urembo ilikuwa na shida kidogo, hivyo akaamua kuirekebisha, lakini kwa bahati mbaya ikadondoka chini na kupasuka. Mwamba akajikuta anajuta unaambiwa, maana itakuwa ni gharama sana, hivyo akawa anajiuliza maswali mengi. Sasa baada ya muda fulani Sara anarudi nyumbani, anagundua kwamba mshikaji amekwisha kuharibu taa yake, na gharama ya taa ile ilikuwa ni milioni 6.5, pesa nyingi sana za Kitanzania. Mwamba akasema atailipa kwa kufanya kazi chini yake, lakini binti akakataa katukatu. Mwamba anasisitiza kwamba atakuwa anakuja kufanya usafi kila siku asubuhi, lakini binti akawa anakataa akisema hawezi kuwa na mfanyakazi wa kiume katika nyumba yake. Ndipo hapo sasa Mwamba anamwambia kwamba ana mpango wa kuwa padri, hivyo hana time kabisa na wanawake. Binti akashangaa sana, hata hivyo akakubali kwa sababu Mwamba atakuwa anafanya kazi ambazo hawezi kufanya. Sasa siku inayofuata wote kwa pamoja wakaingia supermarket kwa ajili ya kununua vitu na mahitaji ya nyumbani. Watu walihisi ni wanandoa, lakini ilikuwa ni mtu na mfanyakazi wake. Muda kidogo tu mhudumu wa supermarket anamsimamisha. Kwa kali kidogo alikuwa ni mwanafunzi mwenzake, walimaliza wote shule. Ndipo hapo sasa Sara anashindwa kuelewa jamaa amefanya kazi nyingi kiasi gani, maana kila mmoja anamjua. Ikambidi binti azidi kumdadisi sana kwa huyu mshikaji. Siku inayofuata kulikuwa na kikao kingine tena na wazee wale wale ambao walikuwa wakimtania sana binti. Safari hii mambo yalikuwa ni mengi kinoma, hata binti alishindwa hata kujihudumia mwenyewe kinywaji. Binti leo alikasirika sana, hivyo akaamua kunyanyuka na kuondoka zake. Sasa hawa wawekezaji walisahau kwamba bidada na kaka yake jina lake anaitwa Juzayu. Mwamba anatokea kama mtetezi wake, kwani baada ya kuona kile ambacho anamfanyia dada yake anakasirika sana. Anawaambia wanahisa kwamba kama wanataka kuendelea kufanya kazi na kampuni yao inabidi waweze kumheshimu Sara,
la sivyo watatokea dirishani. Jioni tena kulikuwa kuna kikao kingine, na hapa sasa Juzayo anawapa onyo kali sana, anawaambia kama ikitokea wakazidi kumdharau Sara, basi kila mmoja atatokea dirishani. Baada ya mshikaji kuzungumza hivyo, anaondoka zake. Sasa Sara anapofika nyumbani anajikuta amechoka sana, hivyo analala bila ya kufuta makeup yake, lakini punde si punde anatokea Yunhao, na hapa sasa anamsaidia kuifuta makeup yake, lakini ghafla mlango unagongwa. Alikuwa ni Juzayo ambaye ni kaka yake. Binti kuona hivyo akamtaka mshikaji aweze kujificha chumbani kwake ili kaka yake asiweze kumuona kabisa. Mwamba akazama mpaka chumbani kwa binti akiwa na mbwa wake, lakini ghafla mbwa akapiga kelele. Juzayo aligundua kila kitu, lakini kwa utani akamtaka binti aweze kumruhusu aingie ndani. Akiwa na wasiwasi, binti anakataa. Baada ya Mwamba kuona hivyo, akaamua kuondoka zake. Baada ya muda, Mwamba anatoka nje. Kwa kumwomba msamaha, anampatia kiboksi cha pipi. Sasa nyumba ilikuwa na upweke mkubwa, inashereheshwa na Yunhao. Mwamba anaifanyia usafi nyumba yake, na baada ya hapo anayajali maisha ya Sara. Sara anamwambia kila kitu kuhusu kazi yake. Sasa siku ya leo, binti akamuuliza mshikaji kama kuna kitu kingine anakitaka kutoka kwake. Mwamba akasema ndio, anazitaka sana pesa zake. Hata hivyo mshikaji alikuwa ni muumini wa kanisa moja, hivyo anamtaka bidada aweze kusaidia maskini. Binti akamjibu kwamba kama anataka afanye hivyo basi tabasamu kidogo, maana anapenda sana tabasamu lake. Basi Mwamba akampatia tabasamu lake, na baada ya hapo binti akapeleka misaada yote kanisani kwao, kitendo ambacho kilimfurahisha sana padri wa kanisa lao. Hivyo kupitia tabasamu lake tajiri ameweza kuweka tabasamu kwa watoto maskini, na kutokea hapo Sara akawa analeta zawadi katika hili kanisa kila baada ya mwezi, misaada ambayo ilikuwa ikisaidia sana watoto maskini ambao walikuwa kisadi katika hili kanisa. Na baada ya hapo binti akajikuta amebadilika sana. Sasa hivi anasaidia watu tofauti na mara ya kwanza. Sasa ukaribu kazidi kuwa mkubwa sana kati ya Yunhao pamoja na Sara. Siku ya leo mambo yalikuwa tofauti kidogo, kwani mbwa wa Yunhao alianza kukimbilia nje, hivyo wote wawili kwa pamoja wakakimbia kumfuata nje. Lakini wanapofika huku, macho kwa macho wanakutana na mwigizaji maarufu sana ambaye huwa anatoka na kaka yake. Kwa mara ya kwanza binti alikuwa akimfuatilia sana huyu mwigizaji, na baada ya mwigizaji kumuona binti akiishi na mwanaume akashindwa kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea, kuna uhusiano gani kati yao. Lakini Yunhao anaushika mkono wa binti na kuondoka naye. Sasa kutokana na kilichotokea, Mwamba anaamua kulipa pesa kufidia taa ambayo aliiharibu siku za nyuma, kisha anaaga na kuondoka, huku binti akiwa na hisia kali sana juu yake. Lakini shida ni kwamba alikwisha kuwapa kwamba hatumwelezea mtu yoyote hisia zake, ukizingatia Yunhao ni mdogo sana, miaka 12 nyuma yake, hivyo anashindwa hata kumuuliza maswali ya muhimu. Sasa siku inofuata ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Baba yake akamwagizia maua kama zawadi, maua yanayomaanisha upendo na amani. Mida baadaye kidogo anatimba katika mkutano wa kifamilia, anahisi pengine wamekaa kwa ajili yake, lakini anapomkuta bidada mwigizaji maarufu anagundua kwamba haikuwa kitu kwa ajili yake. Hata hivyo kaka yake anampatia zawadi ya siku yake ya kuzaliwa. Sasa muda baadaye kidogo, baada ya mkutano wa kifamilia, mwigizaji maarufu anamsimamisha bidada. Bado kuna mkanganyiko kwa kile ambacho alikiona siku zile nyumbani kwake. Sara anapuzia, na muda baadaye kidogo anampigia simu Yunhao. Binti amepiga simu akitaka kukutana naye, lakini Mwamba anamwambia kwamba alikuwa busy na kazi. Anapiga simu nyingine tena, ndipo hapo sasa binti moja hivi anamletea simu mshikaji, kisha anamwambia bosi wake anataka kuzungumza naye, na pia anapewa taarifa kwamba duka litafungwa siku ya leo. Kila mmoja alishangaa, maana taarifa ilikuwa ni ya ghafla mno. Akiwa amekaa mgaani na Sara, Mwamba akagundua kwamba binti hana amani, akahisi pengine ni kwa sababu ya wale wanaisa ambao walikuwa wakimtesa, lakini binti anamwambia kwamba ni familia yake inafanya hivi, hawakujali hata siku yake ya kuzaliwa. Yunhao anamwambia kwamba aliona kitambulisho chake na leo ilikuwa sio siku yake ya kuzaliwa. Binti anamwambia tarehe ambayo ameweka katika ID ni tofauti kabisa na tarehe yake ya kuzaliwa, na muda wa kulipia bili Yunhao akalipia bili ile, japokuwa binti alikuwa hataki kabisa. Sasa wakati wa jioni, wakati Sara akiwa anatoka, anamkuta mshikaji kambebelea keki. Sasa Yunhao alimletea keki akihisi kwamba binti hakupata keki siku ya leo, lakini kitu cha kushangaza, binti haonekani kushtushwa kabisa na keki yake, na hapa anamjibu kwamba siku ya leo baba yake alimletea maua yanayomaanisha amani na upendo. Haya maneno kidogo yanamchoma sana mshikaji, hivyo binti anaamua kuzijali hisia zake kwa kuupuliza mshumaa ambao ulikuwa juu ya keki, akimaanisha kwamba kwa siku ya leo hakuwa na shida na keki kabisa, hivyo anageuka na kuondoka zake. Mshikaji anabakia kama mtu aliyeachika vile. Sasa siku inafuata, binti akiwa kazini, hana hili wala lile, moyo wake unatamani sana kumuona Yunhao tena, hivyo anakutanisha mikono yake na kusali. Sasa upande wa Yunhao anahisi kabisa kwamba binti amemkataa kabisa, hivyo moja kwa moja Mwamba anafika mpaka katika duka linalouza maua, anaulizia maua mazuri ya kumpelekea mwanamke, maua yanaweza kuelezea hisia zake kwamba anajisikia vibaya. Basi binti kamtolea maua fulani hivi ambao ni mazuri kinoma, maua yenye maana ya upendo na maumivu ya kutengana. Wakati huo huo binti naye alikuwa akifuatilia maua hayo hayo, na siku moja hivi Sara anashangaa kuona mshikaji amekuja kumtembelea na amemletea maua yale ambayo alikuwa akiyatazama. Sara alipomsogelea, mshikaji moja kwa moja akamwelekezea maua yale, lakini bado Sara alionekana kuwa na huzuni kinoma, na bado akakataa maua yale ambayo mshikaji alikuwa amempatia. Na safari hii
binti akaamua kumwacha mshikaji tena. Lakini punde si punde, wakati binti amegeuka na kuondoka, mshikaji akamsimamisha kwa mara nyingine. Ni kwa mara ya kwanza mshikaji anajisikia hisia za tofauti sana baada ya kuamua kuwa padri, na kwake inakuwa ni ngumu kinoma kuweza kukaa mbali na binti huyu ambaye amekwisha kumpenda. Sasa ni siku nyingine tena hapa kazini kwa Sara, anaingia huyu mshikaji, na huyu hapa jina lake anaitwa Choi Ki-ho. Hapa amekuja kumletea binti ujumbe fulani vya muhimu sana. Sasa inakuwa hivi, kwa kuwa baba yake alitalikiana na mama yake, binti anakosa nguvu na haki ya kuweza kumiliki mali za baba yake, hivi moja kwa moja kaka yake anapata nafasi hiyo. Na hapa sasa, ili aweze kushindana na kaka yake, inabidi aweze kumpata msaidizi, na moja kwa moja atatakiwa kuweza kumwoa Choi Ki-ho. Lakini kwa mara ya kwanza Sara anahisi kwamba hii ndio imepangwa kwa ajili ya biashara tu. Hata hivyo, ukizingatia Yunhao amekwisha kuingia katika maisha yake na yeye anahisi naye pia. Kwa hiyo moja kwa moja binti huyu atatakiwa kuoana na mtu ambaye hampendi kabisa, na kama akikubali kuolewa naye, nini kitatokea kwa upande wa Yunhao? Anapotazama maua, moja kwa moja binti anaamua kumpigia simu Yunhao. Yunhao alikuwa kanisani huku. Basi hapa mshikaji alikuwa akimuelezea padri kwamba anampenda sana Sara. Mzee anamwomba ajaribu kuvaa joho la kipadri, baada ya hapo ndo aamue. Kweli bwana, baada ya kuvaa joho lile, anapotoka tu nje anakutana na Sara. Baada ya binti kumuona Yunhao, akahisi kwamba mshikaji ameamua tayari kuwa padri. Basi akawa anamtazama mwamba akiwa anashuka kwenye ngazi, huku macho yake yakijawa na machozi. Yunhao akahisi kwamba binti anahitaji kuweza kueleweshwa, lakini akitaka kumwelekeza, binti anaamua kutoka zake, lakini mwamba kukata tamaa, akamfuata mpaka nyumbani. Leo hapa baada ya mwamba kufika, anamwonyesha kwamba anajua kila kitu kuhusu yeye na mchumba wake mpya. Anamtajia jina lake, anaitwa Choi Ki-ho. Na baada ya hapo binti anajikuta amechoka kinoma, maana hakuwahi kumwambia mtu yoyote kuhusu Choi Ki-ho. Mara ghafla Choi Ki-ho anaingia, na baada ya binti kumuona, anagundua si muda sahihi kuzungumza na Yunhao, hivyo anamtaka aondoke hapa. Mwamba anazama mpaka ndani, na hapa anazidi kumwonyesha bidada kwamba anammiliki. Hata hivyo, kwa upande wa binti anajisikia vibaya sana kuwa karibu ya huyu mshikaji, kwani hampendi hata kidogo. Sasa ishu ya binti kuweza kuoana na Choi Ki-ho ilikuwa imeshafika mahali pa juu sana, kiasi cha kuwa wamekwisha kupima afya zao kabisa. Leo binti ana hasira sana, hataki kusikia tena kuhusu urithi wa baba yake. Anaamua moja kwa moja kumfuata Choi Ki-ho, na hapa anamwambia kwamba hana kazi naye tena. Akiwa anageuka na kuondoka, mwamba anamletea fujo, na ndipo hapo sasa chai inamwangika katika kiatu chake cha gharama kinoma. Binti akajikuta akiwa na hasira sana, lakini hapo hapo Yunhao anatokea, anakifuta kiatu chake. Binti anamtaka watoke kidogo, lakini mwamba anaitazama mikoba iliyopo supermarket. Basi moja kwa moja bila ya kusita, binti anatoa kadi yake, na baada ya kupata kile anachokihitaji wakatimba mpaka mgawani. Hapa sasa binti anajisikia angalau kidogo, anahisi kwamba kuna kitu kinajijenga katika moyo wake, lakini bado moyo wake una wasiwasi kwa kuwa mshikaji ameamua kuwa padri. Hivyo binti anaamua kuonyesha hisia zake, lakini kwa chini sana, na Yunhao anaelewa kiwango hicho cha hisia, hivyo anamwelekeza kabisa. Binti anamwambia alikuwa ni mbaya sana kwake, hivyo kwa sasa anamtaka wawe marafiki tu. Mwamba anatabasamu na binti anabaki tu kumtazama. Siku inayofuata Sara anawafuata watu wa familia yake, na moja kwa moja anawaambia hatamuoa Choi Ki-ho, maana hampendi hata kidogo. Baba yake anamsapoti akisema kwamba yuko sahihi. Hata hivyo kaka yake alikuwa anajua kuhusu hili swala, kwa hiyo hashangai hata kidogo, na anajua kabisa kwamba kwa sasa binti atakuwa anampenda mtu mwingine, hivyo kila mmoja anajikuta akitabasamu tu. Hata hivyo tamko la ndoa linaondolewa, na baada ya chakula cha mchana Sara na kaka yake walikuwa wakitembea, na hapa binti amegundua kitu cha tofauti kidogo, kwamba hatakiwi kabisa kuendelea kugombania mirathi na kaka yake, na moja kwa moja anatakiwa kusikiliza moyo wake ambao unampenda mtu mwingine, hivyo na kazi mpya. Baada ya Choi Ki-ho kujua kwamba ndoa imekwisha kufutwa, anatima mpaka ofisini kwa Sara. Binti anamwambia kwamba alikwisha kuamua kuweza kuifuta ndoa. Mwamba anakasirika na kwa jeuri anasema alikuwa anataka tu kumsaidia ili aweze kusaidia na utajiri wake, lakini binti alipomjibu vibaya akataka kumpiga, lakini Yunhao akaweza kuudaka mkono wake, na baada ya hapo akajikuta wako wawili ndani humo. Sara akajikuta kitabasamu, kwani kile ambacho amekiamua kilikuwa ni sahihi kabisa. Sasa Yunhao anaporejea nyumbani anaikuta familia yake ikiwa na furaha kinoma. Baba, mama pamoja na mdogo wake wameamua kumsapoti aweze kuwa padri, lakini Mwamba akabakia kimya, hakuzungumza kitu, kisha akaondoka kwenda chumbani kwake. Lakini mdogo wake akawa amekwisha kuelewa kila kitu, akajua kwamba kaka yake na mpenzi, basi akawa anamletea utani pale. Lakini punde si punde ikawa imetimba gari fulani vya kifahari, na hapa basi alikuwa amefika Sara, alikuwa amefika mahususi kabisa kwa ajili ya Yunhao. Mdogo wake akashtuka kinoma, maana huyu dada ana pesa nyingi sana, na moja kwa moja wakaingia katika gari na kuondoka zao, na kile ambacho kilikuwa kimepotea kwa muda mrefu sasa kimerejea. Wamejikuta wakiwa marafiki kwa mara nyingine, na sasa wakaamua kuingia katika mahusiano ya kimapenzi, na hapa sasa wakawa wanapanga mipango yao ya siku za baadaye.
na hapa mshikaji akamwambia kwamba alishasomaga sheria, hivi kwa sasa anaweza kutafuta kazi, au kama binti anaweza akamtafutia kazi akafanya. Hata hivyo mshikaji anaongeza akisema kwamba kabla hajaamua kuwa padri alikuwa tayari amekwisha kugraduate, yani ana degree. Ndipo hapo sasa Sara akagundua sababu ya familia ya Yunhao kumkataza asiweze kuwa padri, maana tayari mshikaji angetakiwa kuwa mwanasheria na angefanya kazi yake kwa weledi mkubwa sana. Sasa baada ya chakula cha jioni, Sara akampeleka mshikaji mpaka nyumbani kwake. Kwa pamoja wakakubaliana kwamba watatambulishana kwa wazazi wao, lakini kwa upande wa Yunhao inakuwa ni ngumu sana, kwani anaogopa sana kukutana na wazazi wa bidada. Binti anamtaka mshikaji alipe nauli, maana muda wa kushuka umefika, yeye anataka ambusu. Sasa kwa upande wa mshikaji ikawa ni kwamba kila akimkuta binti akiwa na mtu mwingine anajisikia wivu sana, licha ya kwamba Sara anampenda na anamheshimu na hawezi kumfanyia kitu kibaya. Moja kwa moja Sara na Yunhao wanajikuta katika penzi la hali ya juu, kila mmoja anampenda mwenzake na kila mmoja anajikuta akiwa na wivu mkubwa sana. Sasa shida inakuja sehemu moja, wote wanatakiwa kutambulishana kwa wazazi na kila mmoja anakwepa. Hivyo siku moja binti anaamua kuacha kazi zake na moja kwa moja anaamua kwenda mpaka nyumbani kwa kina Yunhao kukutana na wazazi wake, na huku anatangaza nia yake ya kutaka kuwa na mtoto wao kama mpenzi wake. Na binti alifanya hivi ili kumwonyesha mshikaji kwamba ni moja kwa moja anataka kuolewa naye, sio kwamba anataka kumpotezea muda na wala sio kwamba anataka kumwacha. Na moja kwa moja mapenzi yao yakawa halali. Walikuwa wanashusha kwanza presha zao na kisha wanakwenda kushusha presha za wazazi wao, na kuanzia hapo hawa wawili wakawa pamoja milele. Na mpaka kufikia hapa basi tunakuwa tumefikia mwisho wa story hii tamu. Kama itakupendeza unaweza kulike, kusubscribe na kuweka komenti yako. Niambie basi kama utakuwa umependa story hii ama vipi. Mimi hapa naitwa Chris mwana wa W. Nakupenda sana, hata kama hakuna anayekupenda katika hii dunia. Tafadhali usikate tamaa, bado Mungu anakupenda. Imebakia tu moja tu ufikie mafanikio yako, na mimi pia nakuhitaji sana. Endelea kuishi kwa ajili yangu. Hadi wakati mwingine, bye.